kabisa mbele ya macho ya adui. Mtatazama kitu kimoja lakini kwa picha tofauti. Mmoja taona upande wa giza na mwingine taona upande wa nuru. Unachoona sio kimoja. Na biashara zao na madhabahu, familia zao na madhabahu, kazi zao na madhabahu, afya zao na madhabahu, ajira zao na madhabahu, mipango yao na madhabahu. Anza kuunganisha vitu vyako na madhabahu. Kati zote utazame mambo. Haleluya. Sura ya anza kwa utashinda siku zote. Utapokea mambo ya imani. Katika Zaburi ya 84 walikuwa wanazungumzia tofauti ya nguvu alionayo mcha Mungu na nguvu alionayo asiyemcha Mungu. Mbele ya mcha Mungu, mtu asiyemcha Mungu ni dhaifu, hana nguvu kabisa, ni mtu ameshindwa, ni mtu wa chini, ni mtu ambaye maisha yake yanatembea kwa kupungua siku hadi siku. Na mtu ambaye anamcha Mungu ni mtu ambaye maisha yake yanaenda kwa kustawi siku hadi siku na muda baada ya muda. Bethlehem ni mamlaka ya Kipalestina, ndiyo inasimamia kule Bethlehem. Wanaishi wa Palestina, huku upande wa Yerusalemu ni Israeli. Sasa pako hivi, mnatoka Yerusalemu mnaingia Bethlehem kwa kupitia kwenye lango, ambapo ukaguzi ni mkubwa, kama vile tu mtu anatoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwenye lile lango huku unapotokea ni pazuri, kila kitu ni kizuri, kwanza paka na miti ni mizuri, ni ya kijani na nastawi, hali ya hewa ni nzuri, una barabara ni nzuri, usafi ni mkubwa, kila kitu kiko sawa. Unamaliza kupita ndani ya lile lango, unaenda upande wa pili, cha kwanza kinakudaka ni harufu ya mikojo. Ni swala tu la kuvuka mlango, unaenda upande wa pili wa mlango, hali ni nyingine. Pachafu, miti yenyewe imekuwa kama imekauka, yaani hata mimea yenyewe haina afya. Nyuma ya geti huku upande wa pili kuna stawi, huku upande wa pili hali ni mbaya, mpaka na mimea inaelewa tu uko Palestina. Haleluya. Mimea ya upande wa pili inajisikia salama, tuko Israeli. Mimea ya upande wa pili wa ukuta nayo inasafa, inaelewa tuko Palestina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema hata akipita kwenye bonde la vilio, lile bonde lenyewe linaanza kuvaa baraka, linaanza kugeuka kuwa chemchemi. Halafu baraka yake inaanza kuvuta mvua ya vuli. Mvua ya baraka inaanza kunyesha na inaanza kulivika baraka. Wale tunaofahamiana na Evodi na wengine wanakumbuka kuna mahali tulitoka, tukaenda mahali fulani. Sasa ukipalinganisha pale tulipoenda ndio pazuri zaidi haleluya, kuliko tulipotoka, kwa sababu baraka inatembea juu ya kichwa. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo wana wa Kora wakapata hekima, wakatunga zaburi hii, wakasema heri ambaye, sura 84
mstari wa 5. Ngoja nianzie mstari wa 4. Anasema heri wakao nyumbani mwako. Sura 84 mstari wa 4. Heri wakao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Mtu huyu au watu hawa wakipita kati ya bonde la vilio, hulifanya kuwa chemchemi. Naam, mvua ya vuli hulivika baraka. Huendelea kutoka nguvu. Haleluya. Hilo napenda sana. Yaani watu wa aina hii, sema huendelea kutoka nguvu hata nguvu. Huendelea kutoka baraka hadi baraka. Huendelea kutoka ustawi hadi ustawi. Huendelea kutoka neema hadi neema nyingine. Huendelea kutoka utukufu hadi utukufu wa kiwango cha juu. Hiyo ndio siri. Hawaendi wanadhofika, wanaenda wananeemeka. Kuneemeka kwao hakuna ukomo. Kuneemeka kwao kunakuwa endelevu, kunakuwa hakuna ukomo. Na mimi nawaomba katika jina la Bwana Yesu, jiungamanishe na neema hii katika jina la Yesu. Kila mmoja maisha yake yaunganishe na neema hii. Neema hii siri yake ni inasema ni kukaa nyumbani mwa Mungu na kumuhimidi daima. Haleluya. Amen. Heri wakao nyumbani mwa Mungu, wasiondoke. Ambia jirani yako usiondoke nyumbani mwa Mungu. Kama kuna mtu kichwani kimya alikuwa anawaza kuondoka nyumbani mwa Mungu, anza kujiuliza na hili swali, je, kwako ulikuwa unataka kwenda wapi? Haleluya. Amen. Ulikuwa unataka kwenda wapi? Unadhani ulikotaka kwenda ni salama? Unadhani fikra za kuondoka nyumbani mwa Mungu zilikuwa zinakupeleka mahali salama? Biblia inasema heri wakao nyumbani mwa Mungu. Mbayuwayu hawazaliagi kwenye miti. Mbayuwayu hawazaliagi maporini. Mbayuwayu wanajenga viota kwa kutumia udongo. Kama hamjawahi kuona viota vya mbayuwayu, mimi nishaviona. Kama baadhi ya wadudu unakuta anaweka kiudongo chake bila nazalia mule. Hata mbayuwayu nani zao ni za udongo. Viota vyao ni vya udongo. Wanatafuta nyumba. Tuliwahi kuwa na kanisa kijijini, walikuwa wanapapenda sana. Huyu anapajua kijini kwetu Mbuheni. Kwa tuna kanisa la Anglikana. Enzi hizo za udogo wetu. Mbayuwayu pale madhabahuni walikuwa ndio nazaliaga pale. Sasa ilipokuja kutana hili andiko nikaelewa, wale hawa wana wakora wanaelewa hii siri. Pale kanisani mbayuwayu walikuwa nazalia pale kijini kwetu. Wanaleta viota vyao kule madhabahuni, wanaweka kule kwenye ofisi ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkiwafukuza ndani wanaenda kwa nje hivi hapo nyuma ya ukuta, lakini chini ya paa hivi. Wanabandika hapo. Wakawa nakuja kuzalia kanisani. Mwambie jirani yako, tukaongezekee kanisani. Utafanikiwa kanisani. Kila kitu tufanyie kanisani. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Wale mbayuwayu wakawa nazalia watoto wao kanisani na wako salama, hakuna mtu anawaua. Wanaelewa ukienda kuzalia kwenye madhabahu, anasema hivi, shomoro naye ameona nyumba na mbayuwayu amejipatia kioto alipoweka makinda yake kwenye madhabahu zako, Bwana. Yaani hata mbayuwayu anajua madhabahuni ndio salama.
Halafu muamini hajui kwamba madhabahuni ni salama. Kuna waamini kabisa hajuaji kwamba madhabahuni ndio mahali salama kupita popote. Lakini maandishi, mwana wa Kora, mjukuu au kitukuu cha jamaa mmoja aliwahi kuwa mkorofi kwenye taifa, ameshajua siri ya Mungu. Anasema hata mbayuwayu wanajua usalama wa makinda yao ni madhabahuni. Wanaconnect watoto wao na madhabahu. Na mimi natamani kanisa la Mungu waanze kujua kuungamanisha biashara zao na madhabahu, familia zao na madhabahu, kazi zao na madhabahu, afya zao na madhabahu, ajira zao na madhabahu, mipango yao na madhabahu. Anza kuunganisha vitu vyako na madhabahu. Haleluya. Anza kuelewa kuunganisha kila kinachogusa maisha yako, kiunganishe na madhabahu. Kila unachodhani ni cha maana kwenye maisha yako, kiunganishe na madhabahu. Haleluya. Shomoro wanaunganisha watoto wao na madhabahu. Wanatufundisha hata sisi tuunganishe watoto wetu na madhabahu. Tuunganishe watoto wetu na madhabahu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Shomoro anaweka watoto wake madhabahuni. Kwa nini wakwetu tusiwaweke madhabahuni? Kwa nini uzao wetu tusiweke madhabahuni? Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kilichofanya Hana kafanikiwa na akapata watoto wengi, alisema ukinifungua tumbo nikazaa, nitaunganisha mtoto atakayenipa na madhabahu. Haleluya. Mtoto, ukinipa mtoto, huyo mtoto nitamuunganisha na madhabahu. Ndicho Hana alichofanya. Yule mtoto akawa ni mtoto, madhabahu na yeye na madhabahu. Akachipuka kwa mtu mkuu sana katika Israeli, na kilichomwinua kiwango kile ni madhabahu. Madhabahu ndio iliyomwinua, kwa sababu baba na mama yake walimuunganisha na madhabahu, na wao kule waliko wakafanikiwa sana. Yule mama kazidi kuzaa. Jina la Yesu libarikiwe. Wakawa na mtoto nabii wa Bwana. Haleluya, haleluya. Amen. 85 wana wa Kora wanaendelea kuandika. Wakati huo walikuwa wanaongelea, nimesema sikufanya study, nilisahau kusoma zaidi nielewe kipindi hiki kilikuwa kipindi kipi. Lakini Victoria, sio kama naweza kujua. Haleluya. Lakini kinaonekana kipindi taifa lilikuwa linatoka kwenye uteka katika nyakati moja wapo ambapo waliwahi kupigwa wakachukuliwa mateka kwenda nchi zingine. Haleluya. Sasa sijui ni ile ya Babeli au ni nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali taifa likamwomba Mungu. Watu wakamwomba Mungu awarudie. Wana wa Kora wakaanza kuona majibu ya kimungu. Tukimaliza ibada hii, tenga siku chache, hata 3, uziweke wakfu kwa maombi. Kiweza ya kufunga, ufunge siku 3. Ombi lako liwe kusema, Mungu nirudishe. Kuna mahali nilikuwa natamani kuparudia tena. Kuna neema ilikuwa juu yangu natamani kuirudia tena. Kuna nguvu nilikuwa nayo natamani kuirudia tena. Kuna baraka nilikuwa natembea ndani mwake natamani kuirudia tena. Uende mbele za Mungu na ombi moja tu, hata siku 3, umwambie Bwana nirudishe. Matokeo yatakuwa sio ya kawaida. Najua kama mtafanya wiki hii, Jumapili hapa kutakuwa na shuhuda sio za kawaida.
hapa kwenye hii madhabahu kutakuwa na shuhuda ambazo si za kawaida. Nenda kwa Mungu, mwambie nirudishe. Sikuwa hivi, Mungu nirudishe. Maisha yangu hayakuwa haya, Mungu naomba nirudishe. Kuna mahali nilikuwa sasa sipo, Mungu naomba nirudishe. Wewe mwambie nirudishe. Nilikuwa sihangaiki hivi, Mungu nirudishe. Haleluya. Nilikuwa siumii hivi, Mungu nirudishe. Nilikuwa sina mikosi ya namna hii, naomba Mungu nirudishe. Nilikuwa situmiki namna hii, huduma yangu haikuwa hivi, Mungu naomba nirudishe. Aina yangu ya kuomba haikuwa hii, naomba Mungu nirudishe. Sikuwa naomba hivi, sikuwa naabudu hivi, sikuwa natoa hivi. Huu sio utoaji wangu, mimi sikuwa natoa hivi. Mungu nirudishe. Kuja juu yenu, akitokea katikati yenu na neno la Bwana, laana haitawapata. Mlikuwa mfilisike kazi zenu zote. Akitokea mtu katikati yenu ana neno la Bwana, hamtafilisika. Ndoa zenu zikuwa zivunjike. Akitokea mtu katikati yenu ana neno la Bwana, hazitavunjika. Jina la Yesu libarikiwe. Huduma ilikuwa ife. Akitokea mtu katikati yenu ana neno la Bwana, huduma haitakufa. Haiwezi kufa. Haleluya. Labda kama mtapuuza neno la Bwana, labda kama mtapuuza neno la Bwana, lakini hata kama ilikuwa ni mauti iko mbele ya macho yako, akitokea mtu mbele yako ana neno la Bwana, hautakufa. Hautakufa. Jina la Yesu libarikiwe. Yehoshafati akasema, kwa nini mnasema tunakufa? Kwani hakuna mtu ana neno la Bwana? Maana akitokea mtu ana neno la Mungu hatufi. Akitokea mtu ana neno la Mungu hatutakufa. Jina la Yesu libarikiwe. Wakasema yuko Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji kwenye mikono ya Elia. Yehoshafati aliposikia hivyo akachangamka, matumaini akafufuka, akasema huyo neno la Mungu analo. Huyo neno la Mungu analo. Haraka haraka akamita Elisha. Elisha akaja, wakamwambia tumekuita, tuko vitani hapa na tumefika eneo tata, njia panda, tunahitaji neno la Mungu. Tunashindwa kwa sababu tunabahatisha. Unafika njia panda, unajichagulia mwenyewe wa neno, wajibu ambao neno limekupa. Neno lazima, hakuna neno la kuja bure na tenda bure, linampa mtu wajibu. Haleluya. Yote yasipokuwepo, basi linakupa wajibu wa kuamini. Yairo lilimwambia amini tu, binti ameshakata roho. Haleluya. Na watu wanamwambia usimsumbue mwalimu, binti ameshakufa. Neno linamwajibisha kuamini, linawaambia amini tu. Haleluya. Neno likasema amini tu, nao ni wajibu. Neno linampa, linamwambia amini tu. Haleluya. Maji yapo, lakini kuna wajibu. Maji yatakuja, lakini kuna wajibu. Maji ni hakika, hamuhitaji mvua wala upepo. Maji ni hakika yatakuwepo, lakini kuna wajibu. Chimbeni mahandaki. Msiseme tumedhoofika, hatujanywa maji siku 7 tunachimbaje. Chimbeni. Msiseme nimeteseka mno sitaweza. Chimba. Kuna watu wanajua kujitetea, wanahalalisha sababu za kushindwa kwao. Wanadhani neno linatambua sababu za kushindwa. Neno ni kanuni. Kanuni haijui mbadala. Kanuni kishaitwa kanuni,
eneo la mraba au eneo la mstatili ni urefu mara upana, hutabadilisha upate eneo pa kufanya hivyo hivyo, urefu mara upana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kanuni kishaitwa kanuni, haina mbadala, unafanya hivyo. Haijuagi udhuru. Kanuni haijuagi udhuru. Sasa unatuambia tuchimbe. Sisi wenyewe tumekuita, tumedhoofika siku 7 hatujanywa maji. Chimba. Haleluya. Msipochimba hampati maji. Chimbeni mahandaki. Haleluya. Mna kiu, chimba. Wakati neno wakatekeleza wajibu unaowahusu katika neno, wakachimba mahandaki. Walipochimba mahandaki, usiku maji yalikuja, hakujua yamekujaje. Wanashitukia bonde zima limekuwa kama bwawa, lote lina maji, lote limejaa maji. Ni bwawa au ziwa fulani hivi dogo. Bonde lote ni maji kama ziwa hivi au bwawa kubwa. Sasa Mungu alivyo wa ajabu namna alivyoshinda vita. Upande huu ni hawa waliochimba, upande wa pili wa lile bonde ni wale maadui. Maji yale yale, wale wa upande huu wanaona maji, wanakunywa na kunywesha farasi zao. Wale wa upande wa pili, maji yale yale ni damu, ni maji yale yale. Hawa wanaona damu, hawa wanaona maji, lakini maji yale yale. Haleluya. Ili Mungu akushindie, ataweka nuru mbele yako na ataweka giza mbele ya adui. Narudia, ili Mungu akushindie, ataweka nuru mbele ya macho yako na ataweka giza mbele ya macho ya adui. Mtatazama kitu kimoja lakini kwa picha tofauti. Mmoja taona upande wa giza na mwingine taona upande wa nuru. Mnachoona sio kimoja. Hii dunia imekaa hivyo. Nimalizie kwa mfano huu. Hii dunia inazunguka na inazunguka jua. Kwa kila wakati kuna upande mmoja umeelekea kwenye jua na kuna upande mmoja haukuelekea kwenye. Wale walio kwenye upande ambao haujaelekea kwenye jua wanaona usiku. Ni dunia ile ile moja, lakini wale wenye upande unaoelekea kwenye jua wanaona mchana. Na kwa sababu hiyo hiyo, wale ambao wako upande hauelekei jua wanasinzia, na wale ambao wamekaa upande unaelekea jua wanafanya kazi. Ndivyo ulimwengu wa roho ulivyo. Mungu anapokupigania, adui anaona tofauti na unavyoona. Adui hatazami unavyotazama, wala haoni unachokiona. Unaona kingine na anaona kingine. Kwa jambo lile lile, Wamisri na Waisraeli kwenye bahari ya Shamu, upande wa Wamisri kulikuwa giza, wanachoona ni kingine, na upande wa wana wa Israeli walikuwa na nuru, wanachoona ni kingine. Wamisri wanakuwa gizani ndani ya bahari ile ile, na Waisraeli wanakuwa nuruni ndani ya bahari ile ile, na chini ya anga lile lile moja. Hawa wako gizani chini ya anga moja lile lile, na hawa wako nuruni chini ya anga moja lile lile. Kwa mambo wanavyoyaona hayafanani, na ili adui atushinde, anatufanya akili zetu zione kama anavyoona mambo. Wangapi wamenielewa? Narudia tena, ili adui akuone na akushinde, akuchoshe, akukatishe tamaa, anakufanya uone mambo kwa namna ile ile ambavyo yeye anayaona. Kumbe haipasi kuwa hivyo. Unapaswa kuona namna yako kwa nuru ya Mungu, maana Mungu ametia mbele yako nuru, na yeye Mungu ameweka mbele yake giza. Yeye anaona kwa sura ya giza,
wewe unapaswa kuyaona kwa sura ya nuru. Lakini adui akikuchenga kakushinda, anakufanya na wewe uyatazame kwa sura ile ile ya giza. Ndipo kukata tamaa kunaposhindiwa tokea, ndipo kuacha wokovu kunapotokea, ndipo kuvunjika ndoa kunapotokea, ndipo kuacha huduma kunapotokea, ndipo kunywa sumu kunapotokea, ndipo kuchukiana mtu na mwingine kunapotokea. Kwa sababu adui amekupa kuyatazama kwa sura ile ya giza. Kwa sababu Mungu amempa yeye kuyaona kutokea kwenye sura ya giza, na wewe amekupa kuyaona kutokea kwenye sura ya nuru. Unatakiwa ulinde hiyo nyakati zote, utazame mambo katika sura ya nuru na utashinda siku zote. Nyakati zote utazame mambo katika sura ya nuru, utashinda siku zote. Utapokea mambo ya imani kutoka kwa Mungu siku zote. Tamwamini Mungu na imani yako